Jambo la kwanza ambalo watu wengi wakiwa shuleni wanafanya au yanawakuta, wengi huwa wanaacha ibada. Nyumbani anakuwa mtu mzuri mpaka zile ibada za usiku. Baba akisema ibada za usiku jamani, na yeye ndo anaimbisha, lakini akifika shuleni ni kukimbizana na viongozi wa dini, hataki kwenda dini. Kwa akifika shuleni anaanza kukimbizana na viongozi wa dini, hataki hata kuhudhuria dini. Anakimbizana na viongozi wa fellowship, hataki kuhudhuria fellowship. Lakini akiwa nyumbani, yani yeye ndo wa kwanza kuinua mikono juu, tunakuabudu. Tunakuinua Bwana. Lakini akifika shuleni anakuwa mkorofi. Mpaka unashangaa ni mtu wa namna gani. Na unakuta na jina zuri kabisa. Emmanuel, Mungu pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mariam, mama wa Yesu. Lakini akifika shuleni mtukutu. Hana ibada. Sikiliza nikwambie, mahusiano yako na Mungu ni mahusiano binafsi. Hayamhusishi mzazi. Japokuwa mzazi ana pati yake kwako kuhakikisha kwamba unakuwa bora. Ndio maana ameambiwa mlee mtoto katika njia impasayo. Naye ataiacha hata atakapokuwa mzee. Hilo ni jukumu la mzazi, ni pati yake. Kama amefanya ni sawa, lakini kama hajafanya ni sawa, sisi wachungaji tutakusaidia. So hakikisha kwamba unakuwa mtu wa ibada. Nikisema mtu wa ibada, maana yake tengeneza mahusiano binafsi na Mungu. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Lakini Mungu anahusiana na mtu ambaye ameamua kutengeneza ushirika pamoja na yeye. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Lakini Mungu anahusiana vizuri na mtu ambaye ameamua kutengeneza naye mahusiano binafsi. Naomba kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya kwanza. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 28 mstari wa 9. Umri mzuri wa kumtafuta Mungu ni umri ambao hauna majukumu. Binti, umri mzuri wa kumtafuta Mungu ni umri ambao haujaanza kukimbizana na malezi ya watoto. Neno la Mungu linasema hivi, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikira. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Huyu ni Daudi anamwambia mwanae Sulemani, mjue Mungu wa baba yako. Huyu Sulemani alipata privilege. Naweza kusema alipata upendeleo kwa sababu baba yake alikuwa ni mcha Mungu. Daudi alikuwa ni mtu ambaye ameupendeza moyo wa Mungu, alimfurahisha Mungu. Aliishi kusudi lake kwa ukamilifu. Sasa Sulemani anaambiwa na baba yake, mjue Mungu wa baba yako. Manake baba yake alitembea kwenye ukamilifu. Sulemani akiwa kwenye huo umri mdogo, ili afikie mafanikio makubwa kama mafanikio aliyofikia baba yake, anaambiwa mjue Mungu wa baba yako. Sikiliza nikwambie, hakuna namna utafikia hatima nzuri kama utakuwa na mahusiano bora na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi una akili kiasi gani, kama hauna mahusiano mazuri na Mungu, au kama haumjui Mungu kibinafsi, utaishia njiani. Utasoma, utapata degree lakini hautapata kazi. Utasoma, utapambana kusoma kwa bidii lakini utaishia njiani. Lakini ukimjua Mungu wako kibinafsi, au kama baba yako amekuelekeza